Mola unisaidie, ninateseka sana ninayoyapitia, naonekana sifai, mjinga, sina maana. Hivi kwa nini haya mateso? Nilivyozaliwa ndivyo walivyozaliwa, jina langu limechukua uhalisia. Maisha yangu yamekuwa yenye matatizo, manyanyaso, kilio, kuonewa. Mola unisaidie, ninateseka sana. Amka. Saa hizi. Salama, habari yako? Kwa salama. Ndio. So, by the way, asanteni kwa mlivyonipokea. Nimeshukuru sana, mmenipokea vizuri, nimeenjoy. Alafu, Shem, kwa nini usijishughulishe kama unamweza? Naomba nikwambie kitu shemeji yangu. Dada yako yeye anaridhishwa kabisa na maisha tunayoishi hapa. Karizika wapi bana? Yaani dadangu umemchakaza. Yaani anaonekana kama mzee. Kapauka, sijui kupauka. Yaani dera moja mwezi mzima. Really? Hivi kinaangalia mimi nota. Yaani unaweza kuona hata kama tumetoka tumbo moja. Sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini kitu kimoja unatakiwa kujua kwamba maisha yanapanga Mwenyezi Mungu. Sijataka mimi kuwa hivi. Na hali ngumu yote tunayopitia hapa, mimi najua tupo siku yataisha. Ila nilitegemea kwamba wewe ndio mtu pekee ambaye labda kwa kipindi hicho unaweza kumweka moyo dada yako. Ona, mbona mwenyewe umelala hapo? Hebu katafute kazi bana. Yaani wewe ni mdogo wake mke wangu au? Na hatuwezi kufanana sababu umemchakaza sana, ndio maana hata tufanani kama mdogo wake. Yaani wewe umekaa tu hapo, huna kazi, huna nini? Anyway, naondoka zangu. Na hapa kwako sikawi. Nilivyozaliwa ndivyo walivyozaliwa, jina langu limechukua uhalisia. Maisha yangu yamekuwa yenye matatizo, manyanyaso, kilio, kuonewa, dharau, kutupa, kuzaroliwa. Ulimwengu wote umeniangukia, kwenye hili jeneza nitatoka lini? Na mimi nione mwanga wangu, nihesabilike kuwa mwanaume kati ya wanaume. Kama nimekosea unisame, kwenye hili janga uniokoe. Ninateseka sana inayoyapitia. Mbona saizi wazuri wa mtaani? Ungelikuwa unajua jinsi shoga yangu nimehangaika kijijini kote huku na kutafuta wewe. Hadi kwenu nimefika. Ina maana unataka kunipa chakula cha mchana. Kwa jinsi unavyonijua mimi, kifua cha kuweka kabisa sina. Wacha. Ndio maana nimekufuata hapa ili nikupizie habari zinazoendelea mtaani. Hivi unajua kwa mateso. Yaani mateso maisha afanye kumpiga. Afanye kuhangaika na maisha hadi mpaka mke wake. Mke wake? Mke wake kafanya nini sasa? Yaani nakwambia shoga yangu, mke wa mateso anatoa harufu. Yaani kuliko ukutane naye, ni bora ukutane na nyama ya kuoza kuliko yeye. Kwa gisa anavyotoa harufu. Acha wewe. Nakwambia siji katokea siku ukakutana naye. Kwa sababu utajuta kuzalia.
We, wacha kwanza nitue. Hivi shoga yangu, taarifa hizi umezitoa wapi? Maana wewe niajie kwenye hiki kijiji wanakujua vizuri sana. Nisikize nikwambie, Mwaji, nisipofanya hivyo, hizi taarifa mtatoa wapi? Hata siku nikifa mtanikumbuka nyinyi. Nisikize nikwambie, hata hivyo, hata habari za mwenyekiti wenu ninazo. Ile naweka wapi? Naweka tu moyoni. Kwa maana niletee na kuamini 100%. Hapa cha kufanya cha nende zangu nyumbani kafanye shughuli. Juu nikibaki hapa hatutamaliza. Haya. Kwa hili ni hayo tu nitaka kukwambia. Ukae ukijua. Maji tena. Wewe nenda tu nyumbani weekend usubiri na mengine. Nitakuletea kwa sababu mimi ndo bintu. Ni humo tu. Mola unisaidie, ninateseka sana ninayoyapitia, naonekana sifai, mjinga, sina maana. Hivi kwa nini haya mateso? Nilivyozaliwa ndivyo walivyozaliwa, jina langu limechukua uhalisia. Maisha yangu yamekuwa yenye matatizo, manyanyaso, kilio, kuonewa, dharau, kutupa, kudharauliwa. Ulimwengu wote umeniangukia. Kwenye hili jeneza nitatoka lini? Na mimi nione mwanga wangu, nihesabilike kuwa mwanaume kati ya wanaume. Kama nimekosea unisame, kwenye hili janga uniokoe, pale nilipanguka unitoe, nateseka. Mola unisaidie. Mama yangu, uko sawa kweli? Ndio, niko sawa. Bwana, sidhani kama uko sawa. Kuna kitu unanificha labda. Mke wangu, najua wewe ndio mtu pekee ambaye unatakiwa kujua kwanza kama nipo sawa au sipo sawa. Na ikiwa unaniona sipo sawa, basi ujue kuna mambo ambayo yanazidi kunisumbua. Ni vitu gani hivyo ambavyo vinakusumbua? Ni kulingana na hali yako. Hali yangu gani mimi? Ndio maana siku zote mimi napenda kukwambia kwa nini sikufai. Au umenichoka basi niambie. Na kama unitaki nijue basi niambie. Mke wangu, ikiwa kuna mtu ambaye nampenda katika huu ulimwengu, basi wa kwanza ni wewe. Na uamini kwamba upendo wangu kwako utabiriki. Kinachonipa mawazo ni vile tu ambavyo tunataka kupokea kiombe, halafu huku maisha yetu kabisa bado magumu kwetu. Najitahidi kufanya haya kwa sababu tuniangalie kwamba akili yangu itakaa sawa, ili niweze kupata angalau pesa za kuweza kujisaidia hapo baadaye. Maana sioni kama kuna mwanaume yeyote ambaye anaweza kunivumilia na hali yangu niliyokuwa nayo. Na ndio maana muda mwingi sana nakuwa na hofu na mashaka mengi, kujihofia kwamba muda wote utanichoka, nitakuchosha na hali yangu hii. Lakini kuna siku hizi baba amejitenga na sisi, amejitenga na wewe pia. Isitoshe ni mwanae wa pekee. Dunia sasa hivi imebadilika.
watu wanaoweza kutusaidia sasa hivi sio ndugu zetu wa damu tena. Yote hayo ni kulingana kwamba damu sio nzito. Maswali ni mengi sana kuhusu babangu. Naomba kuhusu masuala ya baba tuyaache. Sasa hivi nachotakiwa kufanya ni kwamba niweze kufanya nguvu zangu zote ili kuweza kuhakikisha ya kama mimi ni mwanaume katika nyumba yangu. Naomba uniangalilie mimi tu, mke wangu. Haya yataisha. Sawa. Nashukuru Mungu wangu. Mungu faraja mwanangu. Mola unisaidie, ninateseka sana inayoyapitia, naonekana sifai, mjinga, sina maana. Hivi kwa nini haya mate? Lakini Zena, ni vitu gani vya kitoto ambavyo unaanza? Jana tulikuwa na mpango wa kuonana, lakini kuweza kutokea. Kwa kweli samahani. Kazi imenibana nyumbani ndio maana sikuonekana. Basi wakati mwingine kitokea tatizo, wewe unanijulisha mapema. Sawa? Sawa, nitakuwa nakwambia. Basi kile kiasi cha pesa ambacho uliniomba ndio hiki hapa. Asante. Haya, kwaheri. Baadaye. Okay. Zena, nimekuona na Barnaba. Unaweza niambia kipi kinaendelea baina yenu? Ni kweli nilikuwa na Barnaba, lakini hamna chochote. Kwani umesina nini? Zena, tangu lini ukaanza mazoea na Barnaba? Na ni mara ngapi nimeshaka kuonya mazoea na wanaume wa kijiji? Bibi, najua ni mara nyingi, lakini hamna chochote. Usipendi kutumia upendo wangu kama fimbo kwako. Ama kisa Barnaba ananizidi hela. Kumbuka yule ni mume wa mtu. Zena, nakupenda. Bibi, nimekata tumependana. Hivi ndio naweza nikakusaliti kwa sababu ya Barnaba? Kisa ana hela. Kwa nini hujiamini? Ila kumbuka abiria na mzigo wake. Ndio kwa maana niko hapa kutetea penzi langu. Mbona mimi tunakupenda lakini mimi sipendi mambo unayoyafanya. Wewe? Mimi ni tena lakini. Wewe? Bado nakutapika kwa mdogo wangu, ili tuweze kula. Ila nitaka kuongea na wewe. Sijui utakuja huko, utabaki huko. Ongea tu nakusikiliza. Hivi dada, umeidia kuisha maisha kweli? Kwani unaona maisha gani? Maisha ambayo mnaishi na mume wako, sijui mateso. Mimi sijapenda kabisa. Naona kama unateseka, yani toka umeolewa upo vile vile. Sema ndo umezidi hata kuchakaa. Ndio nikwambia kitu mdogo wangu. Hakuna ambaye anayeolewa anategemea shida kwenye maisha. Ni changamoto tu ambazo zinajitokeza na nakabiliana nazo kwa sababu ndo tayari zishanifika. Ila si kwamba nafurahia maisha haya. Ila ndo hivyo tu tayari nishakuwa kwenye ndoa. Siku ukikua na siku ukiolewa utayajua ambayo nayokuambia. Dada,
changamoto zingine za kujitakia. Kama changamoto zipi hizo? Kwa sababu ungekuwa upendi hizi changamoto, usingekubali kuwa kwenye hii ndoa. Hivi mdogo wangu, nikwambie, kuna mtu ambaye anayetegemea kuingia kwenye ndoa ili kutegemea matatizo mbeleni? Hapana dada, siko huyu mume wako mateso. Yaani kila siku uko ule ule, tuko nyumbani, hata hujabadilika. Ni bora hata usingeolewa. Hivi unajua unakufuru Unakufuru sana. Alafu tunakuelekea unataka kunikwaza. Si kwamba mimi napenda maisha haya, ila ndicho kitu ambacho Mwenyezi Mungu amenipangia. Kwani nitapigana na Mungu? Mungu ndiye ambaye amenipangia ndoa yangu mimi na mateso. Kwa nini nataka nihukumiwe kwa hili? Kwa nini? Dada, ndoa zingine si sahihi kabisa. Hebu jiangalie. Jitazame. Yaani umepoteza hata nuru ambayo ulikuwa nayo toka nyumbani. Hapana dada, hapana. Wewe nisikilize kwa makini na unisikilize vizuri, kukae akilini. Na kuonaona unanifuatilia sana. Nimekuona. Sasa unisikilize vizuri. Kuanzia leo, saa hii, ukome kufuatilia maisha yangu ya mimi na mume wangu. Na nisikiliza vizuri. Mimi si rika lako, mimi si wa miaka yako. Sawa? Si kila kitu unaona kwamba mimi utakuja kunizungumzia nione kwamba ni sawa na ni sahihi kwangu. Mimi ni mkubwa kwako. Sawa? Na kuanzia leo, mada kama hii ishie hapa. Saa hii ukome kumzungumzia mume wangu. Yule ni mume wangu. Najua nimetoka naye wapi na nitaenda naye wapi. Toka mbele ya macho yangu, mshenzi mkubwa. Na ukome. Kaka. Marhaba Nifa. Sasa hizi. Salama. Mbona ghafla hivi? Nimekuja kusalimia. Aha. Vipi wifi nimemkuta? Wifi yako ametoka ameenda kuchota maji. Basi sawa. Acha nichukue nafasi kuzungumza na wewe. Hivi kaka, haya maisha yako naelewa kweli? Hadi mimi ashanichanganya. Siyaelewi. Anifa mdogo wangu. Najua wewe ni damu yangu na ndio kwa maana nasumbuka pale ninapopata matatizo. Naelewa sana. Lakini mbona mimi naona tu nipo sawa mdogo wangu. Hiki ni kipindi tu na kitapita na kila kitu chote kitakuwa sawa. Kuhusu hilo wala usihofu. Unajua nini kaka? Tangu ulipooa maisha yako yamebadilika sana. Mdogo wangu. Najua na kuelewa haya yote unayoyaongea. Lakini yote haya wanakijiji kuzungumza hivyo yanasababishwa na mke wangu. Unajua wifi yako sasa hivi anapitia hali ngumu sana. Sasa mimi nitafanyaje? Huyu ni mke wangu. Lazima niweze kuvumilia yote hayo. Lazima niweze kupambana na yote hayo. Ili mradi tuje tutoke kwenye hii hali. Naamini Mungu atasaidia mdogo wangu. Sawa kaka. Lakini kumbuka wewe ni mwanaume. Ungetafuta njia ambayo inaweza kumsaidia wifi akatoka naye kwenye haya matatizo. Na kijiji tena ikarudi tena kutuheshimu. Maana tunadhalilika sana hapa kijijini. Sawa mdogo wangu. Najua unaniamini mimi kaka yako. Na nitawekeza nguvu kwa kuweza kumsaidia wifi yako. Na dharau zote hizi wanazotudharau kwenye kijiji chetu, naamini zitaisha. Naomba uniamini, sawa? Lazima Mungu atatusaidia, itakuwa sawa. Sawa kaka. Mimi nakuamini. Haya, acha mimi niondoke. Sawa, asante. Lakini kaka, mbona sisi kuji nyumbani kutusalimia? Usijali, nitakuja kesho. Mwanangu, siku hizi mwanangu mambo sio mabaya. Sisi unajua mtu wangu, maisha tunapambana tu, unajua. Mwanangu naona umeingiza mzigo. Chuma hicho. Basi utaweza mzee, unajua tena maisha ya kibisho. Tunajitengeneza tu, unajua mzee. Naona kabisa. Kwani hela umetoa wapi mwanangu?
Unajua kama nilivyokuambia mzee, ni kujitengeneza. Vitu kama hivi tuna kodi brother. Tuna kodi ili tuone kama tuonekana vizuri. Yaani ukiona mimi nafikia mpaka stage ya kukodi ndinga kali kama hii, jua kwamba kuna kitu ambacho nimekiona. Unajua katika siku 2 hizi 3 kuna Kaslay Queen fulani nimekaona kwenye mtaa wenu hapa. Ndio unasababisha mimi nifanye hivi. Barnaba, nimejua tu. Hivi ndugu yangu, haya maisha utayaacha lini? Brother, unajua nikwambie kitu. Mtu utakiwa kukaa unatumia chakula kimoja kila siku. Unatakiwa ubadilishe, leo umekula hiki, kesho unakula hiki. Na ndivyo maisha yanatakiwa kuwa. Barnaba, wewe ni kama ndugu yangu. Na mimi siwezi nikaona unaenda kuangamia afu mimi nikakuona tu nikakuacha. Hapana. Unajua kama wewe ushaoa tayari, una mke ndani. Kwa nini uingilie katika haya maisha? Jua muda unaenda ndugu yangu. Wewe umepata mke mzuri, mke bora, ambaye anakuheshimu, anakujali, anakuthamini. Lakini kwa nini wewe umthamini mke wako? Beni, labda nikwambie kitu. Nyumba usioishi ndani, huwezi kujua kama inavuja. Ninachokipitia ndani mimi na mke wangu, wewe acha tu. Barnaba, unajua mimi nakujua vizuri sana. Nakujua vizuri sana tena sana. Yaani masuala kuniambia eti mke wako, mimi namfahamu mke wako vizuri sana. Lakini wewe inabidi ubadilike. Achana na haya maisha. Beni, mimi nadhani ya kwamba masuala mimi na mke wangu tuachane nayo. Ninachofocus kwa sasa ni mimi kutafuta amani ya moyo wangu. Yote sawa, ila ndugu yangu, zingatia maneno niliyokuambia. Nimekuelewa. Mimi nadhani acha tuendeleshe safari. Mengine tutayazungumza. Sawa. Unajisikiaje? Mume wangu, sijisikii vizuri hata kidogo. Umekula? Hapana, sijala chochote. Sheila, unawezaje kukalia upuuzi kama huu kuliko kujali uhai wa dadako? Kwani vipi? Hivi ni lini utaacha huyo utoto? Kwa sababu toka upo hapa sijakuelewa kabisa. Nashindwa nijue mwelekeo wako ni upi. Dada yako anaumwa, mimi namgusa, ananiambia kwamba hata kula hajala, vyombo ndani vichafu, alafu unakaa hapo unatumia simu maskini. Unapata wapi ujasiri kunifikia mimi? Alafu wewe ni shemeji yangu tu, umemwoa dada yangu, si mimi. Kwa hiyo tuliza mbwembwe. Sheila, naomba unielewe, hapa ni kwangu na uwezo ukawa juu ya sheria yoyote ile. Nahisi umenielewa. Kama utaona ya kwamba uhai wa dadako ni muhimu kabisa kwenye maisha yako, basi ujue ya kwamba dadako ni muhimu kwangu. Endapo utaendelea kufanya yasiyoeleweka, nitakufukuza mpasipo kujali. Nahisi umenielewa. Kwa nyumba gani? Kwa hichi kibanda hiki? Hebu jiangalie kwanza, chafu. Alafu wewe
E Mola unisaidie.